Kwa hiyo hata hii dabi unaiona watu walikuwa wanafikiri kwamba ni kitu kidogo, lakini ni kitu ambacho kimegusa dunia. Yani kuna mijadala inafanyika, kuna watu wako Europe wanafanya mijadala kuhusiana na swala hii hapa. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kinathibitisha kwamba hili tukio la dabi hii ya Simba na Yanga ni tukio kubwa ambalo ni tukio ambalo lina impact kimataifa. Sasa hiyo yenyewe ni moja kati ya vitu ambavyo vinatakiwa kwa kweli kufanyiwa kazi ili kuhakikisha hili linamalizwa amicably, yani linamalizwa kwa uungwana, ili bado ile brand yetu iendelee kuwepo. Kwa hiyo kwa sababu madhara yake huko mbele inaweza kutumika kama precedent kwamba labda kuna mwekezaji au whoever anataka kwenda Tanzania, lakini sasa kwa labda kwa tukio kama hili kama inaweza kutumika kama reference kwa ajili ya yeye kufikiria kwamba ni kama kufanya maamuzi. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kinatakiwa kifanyiwe kazi na limalizike kwa uungwana. Kwenye kumaliza matukio kama haya, watu lazima wajue kwamba huwa unajua kwenye kesi ni kama vile kwenye maradhi. Kwenye maradhi siwaga mtu akipona lazima apigwe sindano. Akipigwa sindano si anaumia. Kwa hiyo kwenye issue kama hizi huwa lazima kuna upande utaumia. Kwa hiyo ni lazima. Kwa hiyo katika nani huwa ni lazima, ni kitu ambacho hakikupeki kwenye ku resolve issue kama hizi. Kwa hiyo kikubwa ni kuangalia namna ya ku resolve hii issue mamlaka kwa maana ya shirikisho, lakini na kukaa na kukubaliana. Unajua bahati nzuri mifumo ya mpira wa miguu iliyowekwa tangia na FIFA ni mifumo ya maamuzi shirikishi. Ukisikia kamati, unajua kamati ina compile watu wote. Kwa hiyo unapofanya maamuzi kila mtu anahusika. Kila mtu anahusika kwa sababu kwenye kutengeneza zile kanuni ulihusika. Kwenye kufanya decision ndio yuko yule pale ambaye anawasimamia kwa niaba yenu. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo watu wanatakiwa kuvijua ili anapofanya maamuzi ndio kuna upande utaumia sana, lakini kuna upande utaumia kidogo, lakini ni kitu ambacho hakikwepeki.